sura ya 43 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Na aliyekuhuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa na nimekuita kwa jina lako, wewe uwa Mungu. Upitapo kati ya maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugalikisha. Uendapo katika moto, hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Amen. Biblia haijasema kwamba hatutaumwa. Biblia haijasema kwamba hatutapitia majaribu. Biblia haijasema kwamba hatutapitia maumivu. Biblia haijasema kwamba hatutapoteza tunaowapenda. Biblia haijasema kwamba hakuna wakati tutapitia hali ngumu za maisha. Biblia haijawahi kusema kwamba kila siku ni baraka mpaka kufa, na hasa katika maisha ya kawaida. Biblia haijasema kwamba kila siku tutacheka. Inasema kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuomboleza, kuna wakati wa amani, kuna wakati ambao sio wa amani. Mwandishi wa kitabu cha Mhubiri anasema haya yote. Biblia haijasema kwamba hautakutana na watu wakorofi, hautakutana na mambo ya kuumiza. Haijasema, haijawahi kusema hayo. Amen. Lakini kuna neno ambalo linasema usiogope. Uhitaji kuogopa ndilo tunalo katika kitabu hiki cha Isaya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huzuni tutazipata. Mambo yako mengi duniani hapa tunayokutana nayo. Kila mtu kuna mambo amekutana nayo leo, wiki iliyopita. Wengine kuna mambo mnayopitia miaka, mwaka, miezi, wiki, yapo tu pale. Lakini nakutangazia leo kwamba usiogope. Amen. Amen. Usiogope. Hili ndilo kubwa, kwamba unapitia jambo gani, ni gumu kiasi gani, lina uzito kiasi gani, lina kilo ngapi, hilo unalopitia. Lakini natangaza leo kulingana na maandiko, inasema usiogope. Amen. Tena neno hili hakusema nabii Isaya. Yeye aliandika kilichosemwa na Mungu mdomoni mwa Mungu, wala sio nabii, wala si mtume, wala si kuhani aliyeyasema hayo, wala Isaya, ila aliambiwa andika, mwambie Israeli asiogope. Amen. Mwambie Yakobo asiogope. Haleluya. Haleluya. Yako mambo mengi hapa duniani. Tunapitia mambo magumu sana huku duniani. Hayaelezeki. Hayaelezeki. Mambo mengine yanatisha. Mambo mengine yanaogopesha. Mambo mengine yanahuzunisha. Mengine yanakatisha tamaa. Lakini asubuhi ya leo, mchana wa leo, nasema katika haya yote
unayopitia usiogope. Haleluya. Nilikaa kwenye wheelchair kule India masaa karibu 8. Natazamia kuingia kwenye operation. Haikuwa rahisi. Masaa 8 niko kwenye ka wheelchair. Mke wangu yuko hapa na nesi yuko hapa. Huyu mwanamke mjasiri kweli jamani. Mjasiri kweli. Nilipoona ujasiri usio kawaida tulipofika Ethiopia palikuwa pagumu. Lakini alikuwa na fesi kila eneo anaenda kuongea tunapotakiwa kupata msaada. Biblia inasema usiogope, amen. Usiogope. Ilipofika saa 12 akasema uhitaji operation. Saa 1, si ndio mama? Saa 1 akasema uhitaji operation. Usiogope. 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 Haleluya. Mengi tunapitia. Mengi ya kutisha. Kitu ambacho natakiwa kuogopa, wala usiogope kifo, ila kama haujasamehewa, hilo ndio la kuogopa. Ukifa ukiwa umesamehewa dhambi, umetubu, umeokoka, kifo sio tishio kwako. Mauti sio tishio kwako. Maana unaenda ng'ambo nyingine ya pili kwenda kuishi na Bwana. Huko utakaa milele, amen. Usiogope, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wengine future yako inakutisha. Watoto wako itakuwaje baadaye? Maisha yenu ya baadaye yatakuwaje? Wengine inapokaribia kustaafu wanapata hofu kubwa. Mungu aliyekupa ajira atakufanya uishi hata wakati ambapo hauna ajira. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Wengine wanamaliza masomo yao, degree, masters, PhD, hawaoni ajira. Kama upo mchana wa leo hapa, nasema usiogope. Haleluya. Nasema usiogope. Mwambie Yakobo asiogope. Mwambie Israeli asiogope. Neno hili ni kwa ajili ya wote waliokoka, waliotubu dhambi. Nasema usiogope. Haleluya. Hayo unayopitia ni ya muda tu. Hakuna jambo lisilo na kikomo, lisilo na mwisho. Hasa kwa watu wa Mungu waliokoka. Tumaini wanalo, Mungu wanaye. Ulinzi wanao, uzima tele, afya tele, baraka tele. Usiogope, amen. Haleluya. Usiogope. Kwa nini usiogope? Kila wakati hofu ipo imesimama pale. Kumtia hofu mtu yeyote, wa aina yeyote, wa kaliba yeyote, wa huduma yeyote, iko pale imesimama inatishia. Lakini ikija usiogope, amen. Usitishwe wala kuongeza ugonjwa. Maana hofu ikikuja, magonjwa yanaongezeka. Jina la Bwana ibarikiwe. Haleluya. Katika kitabu hiki cha Isaya, jambo la kwanza nasema usiogope, kwa maana nimekukomboa, nimekuokoa. Ukiwa umeokoka, kama nilivyosema, wala kifo, wala mambo ya baadaye, wala yale yanayokuzunguka yasikutishe kamwe. Maisha ni mpito wa mambo mengi. Kila mtu anapitia huko kwake katika maisha yake yote. Na hakuna
atakayeishi pasipo kupitia maisha ya aina fulani, mateso ya aina fulani. Mwandishi wa kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 29, Biblia inasema hatukuokolewa tu, hatukuitwa kuamini tu, bali pamoja na kuteseka. Amen. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana, hebu tuseme wote, lakini Bwana humponya na yote. Sema tena, lakini Bwana humponya na yote. Haleluya, haleluya. Humponya na yote. Maisha yakibadilika na tisha. Hivi unajua kuna wakati mimi nilikuwa nahitaji support ya mke wangu ili niamke, lakini nakuja kanisani. Nilikuwa nahitaji support ili niamke. Maisha yamejaa mambo mengi, lakini usiogope. Usiogope. Kila wakati simama imara, hofu isikutishe. Kila maisha unayopitia, Mungu anataka jitukuze ili imani yako ikue, ili imani yako isimame, ili imani yako itimilike, ili imani ikamilishwe, ili imani umbike, kisha uwe na neno la kuambia watu wengine, kuwainua waliokata tamaa. Yote yawezekana kwake aliyeokoka. Usiogope. Haleluya. Anasema kwa maana nimekuwa. Ukiokoka, umeshaokoka, usiogope. Amen. 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 Amen kule. Amen. 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 Haleluya. Yako mambo mengi kwenye maisha tunayapitia. Haleluya. Anasema kwa maana nimekukomboa, usiogope. Namba 2 anasema kwa maana niko pamoja na wewe kila ulipo. Haijalishi kwa sasa unapitia mambo gani, lakini Bwana yuko pamoja na wewe maisha yako yote, katika njia zako zote, katika mapito yako yote, katika magumu unayopitia, Bwana yuko pamoja na wewe. Amen. Bwana yuko pamoja na wewe. Usiogope, kwa maana amekuokoa, kisha amekuwa pamoja na wewe. Kila unakokwenda yupo, anatembea na wewe, atakutia nguvu, atakuwezesha, atakushindia. Usiogope. Haleluya. Haleluya. Sema pamoja nami, haleluya. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Unaja kuogopa hata kama yamekuwa magumu kiasi gani, kwa maana amekuokoa, kwa maana yuko pamoja na wewe. Hili ndilo kubwa ukitembea pamoja na Bwana. Biblia inasema Nuhu alitembea pamoja na Bwana, kisha akamwokoa na safina. Tena Biblia inasema kwamba Enoko akatembea pamoja na Bwana, kisha akanyakuliwa. Usiogope. Usiogope, kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe. Waliotembea pamoja nawe, Nuhu gharika haikumpata, Enoko hukumu haikumpata, kwa maana Bwana walitembea pamoja naye.
waliishi wakimwamini, wakimtegemea katika kizazi kilichoharibika. Usiogope. Haleluya, haleluya. Mungu ni halisi, sio vitabu, sio mtu, sio malaika. Ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye nguvu, anatawala vyote, anatawala kila kitu, ana nguvu zote, ana mamlaka yote, ana uweza wote, ana huruma zote, anakupenda, anakujali. Usiogope. Haleluya. Yuko pamoja na wewe. Maisha yako ni ya thamani sana kwa Mungu. Ndio maana alimtuma mwanawe wa pekee pale msalabani ili akuokoe. Usiogope, amekuokoa, yuko pamoja nawe, anakupenda, nguvu zake zinakuzunguka. Maisha yako ni ya thamani. Yuko Mungu wa watu wake. Yule Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo ndiye Mungu wako leo. Huyo ndiye anayekulinda maisha yao yote. Yusufu alitembea pamoja na Bwana. Katika nyumba ya Potifa alikuwa baraka, katika gereza alikuwa baraka, katika nyumba yote ya Misri yeye alisababisha baraka. Amen. Usiogope. Naomba tusimame. Haleluya. Anasema nitakuwa pamoja na wewe. Ahadi ni kubwa, inawahusu watu wote waliokoka. Mungu atakuwa pamoja na wewe kila siku, kila wakati, kokote uendako, kila eneo, kila shida, kila tatizo, yuko pamoja na wewe. Fumba macho pale pale ulipo. Naomba useme na Mungu kwa shida yako ulionayo. Pazie Bwana sauti yako. Nena na Bwana. Mungu anataka kukutana na haja yako. Pale pale ulipo, fungua kinywa chako. Nataka niombe pamoja na wewe. Inua mkono wako moja juu, mwingine weka kifuani pako. Bwana, wakumbuke wote walioinua mikono yao, wanaokutegemea, wanaokuamini, wanaopenda msaada wako. Waponye, uwaokoe, uwapiganie, uwainue, uwatie nguvu, uwawezeshe kila aliyeinua mkono wake kwa jina la Yesu. Wagonjwa, wenye shida majumbani, wenye shida katika familia, katika ndoa, katika uchumi, katika kazi, waokoe, wapiganie, kutana na mahitaji yao kwa jina la Yesu. Kila kinachoinuka dhidi yako, Bwana akupiganie, Bwana akuguse. Bwana ni msaada wako, Bwana ni kimbilio lako. Haleluya. Oh,